Sasa hii ndio ile hati yetu ya kiwanja. Isome vizuri uielewe. Pitia vipengele vyote. Baadaye utasaini hapo na hapo chini. Hii hapa kalamu. Hapa nafikiri mzee wangu. Ndio. Mimi nahisi hapa tumemalizana. Sawa sawa. Hongera sana kijana wangu. Kazi ni nzuri sana uloifanya. Lakini mimi nina swali kidogo. Ndio. Sasa kwa nini umeamua kuwatenganisha hawa watu? Tena umetumia gharama kubwa sana. Unajua kumpatia mtu kiwanja ili aweze kufanya jambo lako sio jambo dogo. Kwa hiyo sijajua ni kwa nini umeamua kufanya hivyo. Kwani yule kijana au yule binti ana tatizo gani? Unajua kijana wangu, mimi binafsi siamini kabisa katika swala zima linaloitwa mapenzi. Kwa sababu mapenzi hayo yalomponza Adamu mpaka akala tunda, matokeo yake yakasababisha dhambi ya asili kwa wanadamu wote. Ndio mapenzi hayo yanompelekea Samson akaenda akatiwa udhaifu na mwanamke kwa kukatwa nywele zake. Na mapenzi hayo ndio yanayompelekea kijana wangu huyu kupoteza focus katika mambo yake ya msingi, anaacha kufuatilia kazi ya taaluma nilomsomesha au kazi nyingine yoyote. Matokeo yake anaishia kujifungia ndani, anaongea na makompyuta. Mapenzi sio kitu kizuri. Siamini kabisa katika mapenzi. Kiukweli ni maneno mazito. Aswa. Basi sawa, mimi nisiwe mwongeaji sana maana kazi yangu nimeshaimaliza. Tunaweza kuondoka maana mimi mwenyewe sio mkaaji. Sawa. Aya. Akia niache basi. Sio kwa ubaya, mimi naenda tu kuongea naye kuhusu kazi. Nisikilize basi. Zipo. Akia naomba niache basi, niache sawa, niache. Niache. Aziba fungua tuongee. Tena kuongea nini mimi na wewe? Mimi siwezi kuzungumza na wewe tena. Aziba, mimi nilienda kuzungumza naye kuhusu kazi yako. Aziba, fungua. Kazi? Ndio. Kazi mnaenda kuzungumzia baa kweli? Aziba, sio kwa ubaya. Mimi nilienda kuzungumza naye tu kuhusu kazi. Kwa maana tena ulikosa sehemu nyingine ya kwenda kuzungumza naye mpaka baa. Aziba, mimi sijakusaliti. Yaani hata sio hivyo unavyofikiria. Aziba, fungua tuongee vizuri. Akia na msikifanye mtu mdogo, Akia na msikifanye mtu mdogo tena. Sio kwa ubaya. Aziba, acha kufikiria hivyo unavyofikiria. Fungua basi. Aziba. 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 Feti mdogo wangu. Ni Akena dada. Sijui nimemkuta maana nina shida naye. Akena? Kafanya nini tena? Wewe si umenipigia simu nikakwambia kwa kule King Balelonje anapenzika na penzi jipya. Hapana, hayuko.
na kwa mazingira niliyoyakuta pale yananitia mashaka sana. Sijui yule mzee ana ajenda gani Kama alipanga mpango wa kumfanyizia adhibu, na hizo anaweza akafanya hivyo na kwa Akena pia. Wewe Feti, hebu tuliza kwanza hiyo pressure. Kuna nini? Leo nimemkuta yeye na wale vijana waliowatumwa wakamfanyizia adhibu. Tena mikononi mwao wameshika bahasha. Inaonekana amewalipa kabisa. Tena haikuishia hapo. Kule ulikoniambia nitamkuta Akena, nimemkuta yeye na kijana mmoja wanasaini makubaliano fulani. Yaani sijui huyu mzee ana mpango gani na shoga yangu jamani. Hapana. Wewe, huyo kijana yupoje? Yaani huyo kijana ni mweupe, ana nywele nyingi, alafu ana ndevu. Kwa nini tuandikie mata kati kalamu ipo? Hebu twende. Twende huku kwanza. Lord Kanani. Azibo. 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 Wewe, unauweka kule lonji hujawakuta? Dada, na kuwa pia haki ya Mungu, mimi sijawaona kabisa na sijui wameelekea wapi. Azibo. Azibo. Mimi naona twende polisi tukatoe taarifa. Basi sawa, twende. Haya. Subiri kwanza kidogo. Azibo. 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 Jamani, kama kuna mtu ndani au watu tokeni jamani, mtutoe hofu. Jamani, leo tumegundua kuwa mzee Dibozi yani ana mienendo mibovu. Fortunata. Twende, tunachelewa. Humo ndani hakuna mtu. Dada, wewe uelewi tu. Leo hii nimemwona mzee Dibozi anatoka mafichoni akiwa na wale vijana ambao wanamtesa na kumuonea na kumnyanyasa Azibo. Tena mikononi wameshika bahasha. Yaani wale pale kuna makubaliano waliokuwa wanakubaliana na sijui wana mpango gani jamani. Kwa hiyo mimi naona twende, tunachelewa tu hapa, tunapoteza muda, tuondoke.
Baba, kama umeupata ujumbe huu, tambua kwamba umekwisha chelewa. Kwani nimepambana kadri ya uwezo wangu kuisomea taaluma hii ya computer science kwa faida yangu na kukufurahisha wewe mzee wangu. Lengo ilikuwa ni kukufurahisha ili ujivunie. Lakini matokeo yake nimeambulia maumivu makubwa sana kutoka kwa vijana niloahisi labda wanachukiza binafsi. Lakini kumbe wewe ndio upo nyuma maumivu na uonevu wote walionifanyia. Kuhusu lile swala la kumkuta Akena pale baa, napata ukakasi pia. Maana sio kawaida wewe kunipeleka maeneo kama yale, alafu eti nimkute na mwanaume ambaye baadaye ulionekana naye ukikabidhiana makaratasi. Kwa heli baba, mwambie na Akena nilimpenda duniani, nitampenda na mbinguni pia. Akaniambia juu ya mahusiano yake yeye na Azibo. Na akaniambia kwa babake mkwe anamchukia sana. Na wakati tunazungumza pale akaniambia kwamba kuna sehemu anaenda kuonana na mtu. Ila akaniambia ile eneo ni la wazi. Wakati ninarudi nikamkuta yule babake mkwe yuko na vijana ambao ninahisi aliwatuma wamfanyizia Azibo ubaya. Sasa mimi nikawaza, kama anamfanyizia ubaya mtoto wake aliyemzaa, vipi kuhusu huyu ambaye hana hata uchungu naye? Basi nikakaa hapa nikafikiria, yani yale mazingira yakanitia ukakasi. Sawa. Asanteni sana kwa maelezo yenu. Na maelezo haya yatalisaidia sana jeshi la polisi katika upelelezi. Lakini kwa kuwa hatujui huyu binti tunayemzungumzia hapa yuko wapi na amepatwa na nini, na huyu mzee ambaye tunasema ni mtuhumiwa namba 1 pia naye hatujui anapatikana wapi. Hivyo basi, naomba nitumie mamlaka nilionayo kukuweka chini ya ulinzi wewe dada, kwa sababu maelezo tunayoyazungumzia hapa yanaonesha wazi kabisa kuwa wewe ni mmoja kati ya watu wanaozaniwa wanahusika kwenye hii kesi tunaoamini imetendeka. Afande, hiyo haiko sawa. Mimi sihusiki. Mimi na yule mzee tulikubaliana tu kwa ajili ya kumtenganisha Akena pamoja na kijana wake Azibo. Hayo mengine mimi siyajui kabisa afande. Sawa, mimi nakuelewa vizuri unachomaanisha. Lakini utakaa ndani
mpaka tutakapopata ushahidi juu ya hii kesi. Na hii ndiyo maana ya kulisaidia jeshi la polisi. Sasa nitalisaidiaje jeshi la polisi nikiwa niko rumande? Hii unaona iko sawa kweli? Mimi nimekwambia sihusiki na chochote. Hapana. Sasa tunatamueleza ukweli. Mimi sihusiki afande. Katika hili hatuna chochote cha kujadili. Kwa hiyo fuata kile ninachokuelekeza. Sasa tunatamueleza ukweli. Afande, hapana. Fortunata, sihusiki afande, mimi sihusiki jamani, nanionea. Naomba ukae utulie. Tutakapojiridhisha utatoka na utakuwa huru. Fortunata, muelezee ukweli, hii sio haki. Nisikilize binti. Naomba uambatane na mimi moja kwa moja kwenda kumtafuta huyo mzee. Lakini kabla ya kufika huko, naomba tuanzie kwanza kwa Azibo. Tumeelewana? Sawa. Taratibu mzee. Huyu nani? Taratibu mzee. Taratibu mzee. Azibo. Azibo. Mzee. Azibo baba. Mzee. Azibo. Mzee taratibu. Azibo. Azibo mwanangu. Mmemfanya nini? Mzee. Mmemfanya nini mwanangu? Azibo. 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 Mkalishe vizuri, mkalishe vizuri. Mzee taratibu. Azibo baba. Taratibu mzee wangu. Taratibu. Azibo amepatwa nini? Jamani, mrekebishe msikilize vizuri mstiri. Jembe langu. Taratibu mzee. Habari zenu? Sio salama. Kuna nini kinaendelea hapa? Ndugu yetu hapa. Afande, mzee mwenyewe ndo huyu hapa. Mzee, kuanzia sasa hivi uko chini ya ulinzi. Una haki ya kutokuongea chochote, maana kila utakachokizungumza hapa kitatumika kama ushahidi mahakamani dhidi yako. Sasa mimi nimefanya nini? Huyo anafariki mwanangu. Maelekezo yote utayakuta kituo cha polisi. Naomba uambatane na sisi. Afande, kuna taarifa zingine hizi hapa. Twende. Wapi? Twende. Hey! Sikia kaka, maisha ni paka vile, ukifanya kitu hakibambi wacha vile. Matatizo kati maisha ni kawaida, tumeumbiwa kutafuta, si wanaume. Pambana tu, mambo yatakuwa bien. Wewe nenda tu, tafuta pesa.